President William Ruto also addressed concerns about gender representation following Mwangaza's impeachment, revealing that he advised Mutuma to appoint a woman as the deputy governor. He remarked, "We have no problem with women leaders. We love and support them. I advise that since there is a new governor, a woman should be appointed as the deputy governor." Hapa Meru tulikuwa na changamoto ya kukosekana kwa amani na umoja. Mungu ametubarikia, sasa Meru imesimama pamoja. Tumesema hata wale walikuwa nje tuwalete ndani, wale walikuwa wanajihisi wako kando tuwalete katikati, ndio tutembee pamoja. Na mimi naamini yule Mungu alitusaidia tukawa na amani na umoja AIPCA atatusaidia tuwe na amani na umoja katika taifa letu. Ile amani tuko nayo hapa Meru, I want to attribute it kwa maombi ya wakuu wetu wa kanisa la AIPCA. This administration will end this menace ambayo imesumbua watu kwa muda mrefu. Na ile dawa ilitumika North Rift, ile dawa ilitumika Bonny Enclave na Northeastern, maneno ya Al-Shabaab. Hiyo dawa itatumika hapa na tutaondoa hii shida ya watu wa Meru kupata shida za kiusalama. Okay. I will support you by implementing, following up and making sure that all of us rally behind you as the father of the nation. Na kusihi governor, please musitengeneze marungu. Hiyo kazi uniwachie. Mimi sasa wacha nishughulike na huyu naibu wangu. Tumeshughulika na hiyo kazi sehemu nyingi. In response, Kawira Mwangaza has accused President Ruto and the UDA of orchestrating her impeachment. She claimed that the only project the head of state could commission in Meru was my removal and the new governor in Meru. Mwangaza alleged that leaders made several visits to State House and the deputy president's residence to seek her removal, stating, "They have been to State House so many times, but they could not beg for development projects.